Haya, Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Jambo ni shwari, Tanzania iko shwari, kila kona iko shwari, wala kwenye mitandao ya kijamii hakuna mbababababa. Vitisho vya watu waovu havipo tena. Hii utajua kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Walinivamia kwenye kosa zangu, wakanishambulia kwa maneno yao, wananiambia, mchungaji, unazungumza ya kwamba tarehe 8 kwamba kuna kazi sitaendelea kama kawaida. Nani amekudanganya? Nikawaambia, naitwa mchungaji wa taifa. Mungu ninayemtumikia ni Mungu haki, ni Mungu wa amani, na nchi hii haiongozwi na wanaharakati. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Watu wanafanya shughuli mbalimbali na wanaendelea wakiwa na amani, wakiwa na furaha. Haya yote ni kwa maana Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Tanzania ni nchi ya Mungu. Tanzania haiongozwi na sauti za wanaharakati. Narudia, Tanzania haiongozi, wala Watanzania hatutiwi hofu tena na wanaharakati. Unachotakiwa Mtanzania mwenzangu, endelea kusimama na Mungu. Nilimwambia Nuruvasi, mimi ni mchungaji wa taifa, na nikamwambia Tuama Ipaya kwamba mimi ni mchungaji wa taifa. Hayupo mtu yeyote mwenye uwezo wa kusimama mbele yangu. Mimi Mungu ninayemtumikia najibu kwa moto. Naitwa ushuhuda, naitwa mchungaji wa taifa, naitwa nabii ufufuo. Maandiko yanasema wale wabaya wa nchi hamtaona tena, Mungu atawaondolea wale wabaya wa nchi. Na nilitoa angalizo kwamba Watanzania wenzangu wanao komenti kwenye kurasa za wanaharakati, wanaotangaza habari mbaya kwenye nchi ya Jamhuri ya Tanzania, ni vikundi vyao wao wenyewe. Wanajimilikisha akaunti zaidi ya 10 na kuanza kutumia njia hiyo kuwatisha Watanzania. Tanzania, amani ya nchi hailindwi na vyombo vya ulinzi peke yake. Kila Mtanzania ana wajibu wa kuilinda amani ya nchi. Ni lazima Watanzania tutoe ushirikiano kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Kila Mtanzania ana wajibu kutoa ushirikiano. Unapoona kuna vigenge, kuna vikundi venye mtazamo usiofaa kwenye nchi yetu, toa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Vyombo vya ulinzi na usalama haviwezi kufanya kazi peke yake pasipo wananchi. Kwa hiyo wananchi, tuendelee kuonyesha ushirikiano. Zaidi ya mambo yote, tuendelee kuilinda nchi yetu. Niliwaeleza mwaka juzi, mambo kama haya mkiendekeza, Tanzania pakiharibika. Hakuna mtu akipanda mwendokasi wala daladala. 29 Oktoba tumeona hata hizi hawakuwa barabarani, hata hizi hawakuruka barabarani. Unachotakiwa, itunze amani ya Tanzania. Usishirikiane na mtu yeyote mwenye kuhamasisha mabaya kwa habari ya nchi ya Tanzania. Ameibuka nabii Tito, anajiita Mungu wa Tanzania. Nikamuuliza, kwani Mungu amekuwa shoga? Maana nabii Tito ni shoga. Nabii Tito mimi namuelewa. Ingia YouTube, andika mchungaji Mashimo nabii Tito, utanikuta naye hapo. Kwa ni lazima tuendelee kuheshimu mamlaka ya nchi yetu. Jambo ambalo lina Mungu linafanyika, jambo ambalo lina Mungu haliwezi kufanyika. Ngoja nikwambie mpendo, utanielewa. Mimi naitwa mchungaji wa taifa Nabii Mikaya Komando Mashimo. Ni mhubiri wa Injili na Injili ya kweli.
Maandiko yanasema kila mtu na itii mamlaka iliyopo na itakayokuwako ni Mungu, na ashindanaye, anayeshindana na mamlaka, huyo hushindana na Mungu. Swali, ni nani anayeweza kufanya vita na Mungu na kashinda? Kitabu kizuri kabisa Waefeso kinasema utii mamlaka, iwe mtawala ni mkali ama ni mpole, sheria na agizo la Mungu ni kuheshimu. Suma leo Watanzania tuna amani, tuna utulivu. Leo tarehe 8 mwezi wa 8, kila mmoja anakwenda kwenye shughuli zake. Kwa nini? Ni kwa sababu tumeamua kuamka kutoka kwenye usingizi wa kuonewa, kutumikishwa, kudanganywa, kuchochewa. Yes, leo tuko safi, shwari, tuko shwari. Niliwatajia baadhi ya watu wanaharakati ambao hata mimi niliitwa kushiriki kwenye chama hicho cha kutukana serikali. Mheshimiwa Rais niliitwa na nilipewa laki ya mafuta. Nakumbuka 2023 nilipewa shilingi laki ya mafuta, kwa nikajifikiria. Akabaki Cecilia Sereko, akabaki pale. Sema haleluya. Mipango mingi inaendelea na viongozi wa dini. Viongozi wa dini ndio waliandaa mipango mingine, kwa 100% nishiriki, na mimi nikaitwa. Ndio maana mliona watu wanatoa maono, unabii, wakitabiri vifo juu ya watawala wetu. Walijifanya kuwa manabii, wakatoa nabii mbalimbali, na niliwaambia sitaweza kusimama kinyume na nchi yangu. Siwezi kuwa kisababu ya kuona Watanzania wenzangu hawapati amani ya nchi. Mungu akubariki Mtanzania mwenzangu. Leo utaniona mimi ni mwendawazimu, nikichaa, lakini wacha nikwambie, Mungu ananitumia, Mungu anaonekana kwenye utumishi wangu. Asubuhi ya leo, nenda ukabarikiwe kwenye shughuli zako, nenda ukamwone Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amini ninachokueleza, muamini Mungu sana mpendo. Tanzania hatuna Tanzania nyingine. Yes. Sikiliza nikueleze. Mungu akubariki. Leo tarehe 8 una amani. Tarehe 8 ya mwezi wa 8 waliposhindwa tarehe 7 ya mwezi wa 7, wakasema ya kwamba ilikuwa ni ya kwetu, tusubiri kwao. Tarehe 8 ni ya kwao. Wacha nikueleze hayo maneno yao, hiyo mipango yao. Yuko Mungu mbinguni ajibaye, anayesikia, anajibu kwa moto, anajibu kwa upepo, anajibu. Leo tarehe 8 mwezi wa 8, Tanzania ina amani. Watanzania wana amani, familia zina amani, kwenye mitandao ya kijamii kuna utulivu wa hali ya juu, kwa maana Mungu ameamua kusimama mwenyewe. Na nizungumza, hayupo mwanadamu wa kushindana na serikali yoyote duniani. Hayupo. Maisha ipo, hamna, hakuna. Serikali imetengeneza lami kuanzia Dar es Salaam mpaka Kigoma. Nani anayeweza? Tajiri gani anaweza kufanya shughuli za Tanzania? Hamna. Lazima heshima mamlaka, lazima heshima mamlaka, lazima heshima mamlaka, lazima heshima rais, heshima kama rais, waziri mkuu, heshima viongozi wako, heshima vyombo vya ulinzi na usalama, heshima vyombo vya ulinzi na usalama. Tanzania hatuna nchi nyingine. Watanzania hatuna nchi nyingine, hatuna viongozi wengine. Moja nikueleze, weka upendo, weka amani, usishirikiane. Maana tukasema kwamba mwenye akili
kuyaona mabaya yanamwijia akajificha, bali mtu mpumbavu huendelea mbele akaangamia. Simama na Tanzania, muamini sana Mungu, mpende sana Mungu. Ukimpenda Mungu hautawaza ujinga. Nuru basi, yaani watu ambao wanatengeneza mahamasisho kwamba Watanzania tufanye vurugu, kwamba Watanzania tupigane, wako ng'ambo ya nchi. Sisi ambao tuko Tanzania tuende mbele, ni upumbavu kabisa. Niliwapa mfano South Africa walipoamua kuwakimbiza wahamiaji wageni, wale viongozi wao waliamua kusimama mstari wa mbele ili kuwapa moyo wanaohamasisha. Walionekana na serikali yao ikawaelewa wale kama ni watu wema. Mbona wamekimbia nchi? Mbona wako Marekani, wako Uingereza, wako Japani, wako Nairobi? Kwa nini wako ng'ambo ya nchi? Wapige kelele, alafu sisi tuwe sehemu ya kuwalinda wananchi yetu. My brother, my sister, usikubali usiwe mtumwa. Hosea anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa, wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Ndiyo yaliyotokea 29 Oktoba. Tulikubali kupigwa filimbi, kupigwa ngoma kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Nairobi, kutoka Japani, Watanzania wakacheza. Unapigiwa ngoma, humwona piga ngoma. Yaliyotokea ndio yaliyotokea. Sikiliza nikwambie mpendwa, kila Mtanzania ana wajibu wa kulinda nchi. Hakuna cha polisi, hakuna cha magereza, hakuna cha jeshi la wananchi, hakuna cha mataifa wanaoweza kuifanya kazi ya ulinzi wa taifa bila wananchi kushirikiana. Na ndio maana leo nchi yetu ina amani, kwa sababu wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama tuna ushirikiano. Asante mama, barikiwa sana kwa sadaka yako. Mungu akubariki na Mungu akuinue sana. Asante sana. Sikiliza, leo Tanzania, leo tarehe 8 ya mwezi wa 8, hakuna kelele, hakuna hakuna hakuna. Mungu ameingilia kati. Tuendelee kushikamana, usiwe sehemu ya kusababisha uvunjifu wa amani wa nchi. Lazima, maandiko yanasema, maandiko yako wazi, amani ndiyo kila kitu. Mlinzi wa amani wa kwanza kwenye nchi ni mwananchi mwenyewe. Ndio maana tunaambia kuna jeshi la wananchi, Tanzania People Defense Force. Tanzania People Defense Force ni jeshi la wananchi, na tuna jeshi la mambo la kulinda mausalama na mali za wananchi ambalo ni polisi, na tuna jeshi la magereza, kazi yake ni kupokea wanaotuhumiwa kule gerezani na kuwatunza, na tuna jeshi la usalama wa taifa ambao kazi yake ni kuendelea kuchunguza, kupeleleza, kufichua kila mipango miovu kwenye nchi yetu, na tuna jeshi la uhamiaji, kazi yake ni kudhibiti watu wanaoingia Tanzania bila vibali sahihi, na tuna majeshi ya akiba Tanzania. Tuna jeshi la kwanza la akiba, linaitwa jeshi nini? Jeshi la akiba. Na tuna majeshi ya national service ndani ya nchi, amen. Na tuna polisi auxiliary, wasaidizi. Lakini vile vile Mtanzania yeyote amepewa mamlaka ya kudhibiti tukio lolote, uhalifu wote, bila kuvunja sheria. Ukisoma kitabu
kitabu cha polisi kinaitwa inaitwaje? PGO, ni katiba ya jeshi la polisi. Mwananchi amepewa mamlaka ya ukamata na kuzuia uhalifu pasipo kuvunja sheria, alafu unampeleka kituo cha polisi huyo mhalifu kwenda kumsalimisha pale ili ashtakiwe kwa mujibu wa sheria. Haleluya! Mara nyingi tumeona wamekamata mwizi, wanamchukua wanapeleka polisi, lakini wengine wanavunja sheria kwa kumshambulia. Mimi ni kuombe tuendelee kuwa watu wema wa kuitunza amani ya Tanzania. Amani ya Tanzania inamhitaji Mtanzania mwenyewe. Hayupo Mkenya wala Mkongomani, hayupo Mwingereza wala Marekani, hayupo Mturuki wala Mchina atakayekuja kulinda amani ya nchi. Amani ya Tanzania tunalinda wenyewe wa Tanzania. Mwanaharakati wa kweli Tanzania, mimi namuona ni haki za binadamu, kwa sababu hawana matusi, hawana kashfa, wana taratibu zao za kisheria za kufikisha makao. Ni tofauti na hawa wanaokaa nyuma ya kamera na kuanza kuzungumza Tanzania, nendeni tukaneno. Kataa, usitumike. Nilimwambia Lecho Dangwa, mimi namfahamu vizuri sana, tuko hamna mtu atanayemfahamu hapa, mimi ndo namjua vizuri sana. Wanaharakati wengi nawajua ndani nje. Mimi ni mchungaji bila injili tosha. Hii ni injili tosha. Tena kama ungeelewa ungekimbia kama yule mama aliyotoa sadaka na ukatoa sadaka yako. Sababu hii bado ni injili njema, ni habari njema. Hii ni habari njema. Niliwaambia vizuri, Tanzania ikiharibika utaenda wapi? Nimemwona Ruskomba sasa anazungumza, naomba msamaha, naomba kurudi Tanzania, jamani nisamehe. Haiwezekani. Hii neto ni tureti. Ndugu zangu ni Watanzania wenzangu, tuendelee kuheshimu viongozi wetu. Yeyote anayesimama anamtukana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkemee, kula naye. Anamtukana makamu wa rais Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, kula naye. Anamtukana waziri mkuu, kula naye kwa kumjibu tu, kumshauri aje. Tanzania ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine ya kwenda. South Africa wageni wanakimbizwa, utaenda wapi? Tunza amani ya nchi yako, simama kulinda nchi ya Tanzania. Tanzania ni nchi yenye amani, yenye utulivu, ni nchi ambayo Mungu ametupatia. Mungu Baba, nakushukuru Mungu wa mbinguni, ikiwa leo tarehe 8 mwezi wa 8 kunyamazisha kila vinywa vya watesi, na leo Watanzania mbalimbali wanaendelea na shughuli zao. Baba, nakushukuru kwa amani hii, kwa ushindi huu. Litukuzwe Baba jina lako, libarikiwe Kristo na liinuliwe. Wewe ni mfalme, wewe ni Bwana mabwana, wewe ni Mungu unayejibu kwa moto, wewe ni Mungu unajibu kwa dhoruba, wewe ni Mungu unajibu kwa upepo, unapeperusha habari mbaya na kuziondoa kwenye nchi ya Tanzania. Baba, nakushukuru, watu hawa wakabarikiwe, wakastawi, wakainuliwe kwa jina la Yesu. Naitwa mchungaji wa taifa Nabii Mikaya, ukipenda niite Nabii Ufufuo, Isaac Komando Mashimo. Mungu wa mbingu akubariki, neema ya Bwana ikutoshe. Shalom, shalom.